Yes, mambo vipi mfuatiliaji wangu, matumaini yangu mzima wa afya. Kama ni mara yako ya kwanza kupitia katika channel hapa, basi nikuombe chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, bonyeza hayo kisha alama kengele. Kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kwamba familia hai na kutokupitana na mikasa, updates na matukio mbalimbali ambayo mara zote nitakuwa nakuwekea mbele yako. Ni mwanadada mrembo ambaye ana changamoto ama mkasa wake mzito ambao mimi sitaki niuzungumze sana, yeye mwenyewe ndo ataenda kuzungumza na utaenda kuelewa ni kitu gani ambacho pengine kilikuwa kinaendelea. Kama ambavyo tunafahamu kwamba kwenye ndoa kuna vitu vingi, kwenye ndoa kuna misukosuko na mapito mengi sana ambayo binadamu huwa wanapitia, hasa wale ambao pengine wameingia kwenye ndoa bila kujipanga. Basi ili uweze kuona ni kitu gani ambacho kinazungumziwa hapa, basi tega sikio lako, lakini kuombe kwa mara nyingine tena, kama hujasubscribe, basi chini ya video hii utaona maneno yameandikwa subscribe, bonyeza hayo, then alama kengele, ili usipitwe na mikasa na updates ambazo zote nitakuwa nakuwekea. Madam, habari ya uzipi? Salama. Kwa ambaye anakuona mara ya kwanza mbele ya kamera, unafahamika kama nani? Joyce. Okay. Joyce, wewe ni kabila gani? Muhehe. Kwa hiyo Dar es Salaam maana yake ukikuja tu kutafuta maisha. Ndio. Maisha unayaonaje Dar es Salaam? Ni mazuri lakini pia ni magumu. Okay. Kwa mara ya kwanza unatoka mkoani kuja Dar es Salaam. Kitu gani ambacho kilikufanya ufike Dar? Ni maisha tu ndo yalinifanya nikafika huko Dar. Yeah. Ulifika na ukawa unafanya kazi gani? Yaani kazi gani ambazo ulikuwa unajishughulisha nazo kwa mara ya kwanza unaingia Dar es Salaam? Nilikuwa najishughulisha tu na uuzaji wa biashara vidogodogo, ndio kama vile nguo na kutembeza tembeza labda maziwa hivyo. Yeah. Ulikuja na mtaji au ilikuwaje? Mtaji nilikuja nao, ila nilikuja nao kidogo. Ndio, lakini kutokana na kazi ninayoifanya kidogo mtaji ukawa unapanda. Ulikuwa unaishi wapi? Yaani mazingira yako ya maisha. Ulikuwa unaishi katika mazingira gani? Au ulipanga chumba, ulifanya nini? Yaani ilikuwaje kwaje mpaka ukaanza kuishi na kusurvive na hizo biashara? Nilivyofika nilipanga chumba. Nilivyopanga chumba, baada ya hapo nikawa nashughulika na biashara vyangu. Ndio. Chumba ulikuwa unalipa kodi shilingi ngapi? Nilikuwa nalipa 25. Hicho chumba kilikuwa kibovu sana. Ndio hivyo hivyo mdogo mdogo. Mtazamaji, ni mrembo ambaye pengine mkasa wake kama ambavyo unaona mwanzoni kabisa scratch alivyoanza, lakini mpaka sasa hivi mambo yani yako vibaya kabisa. So tega sikio lako liweze kuelewa. Hii ilichukua muda gani mpaka kukutana na huyu mwanaume ambaye uliolewa naye? Ilichukua muda mrefu. Ndio, kwa sababu mimi na yeye tulikuja kujuana, mimi nikiwa na miaka 22. Tulikuja kujuana, lakini mapenzi yetu yalikuwa ya uwizi uwizi. Ndio. Na mkaja kuoana ukiwa na miaka mingapi? Miaka 26. Ndio. Okay. Mlikutana kwenye biashara, kanisani, yani mazingira gani ambayo ulikutana na huyo mume wako? Tulikutana tu kwenye biashara zangu. Ndio. Ulimwamini vipi? Kwa sababu najua biashara zenu zina changamoto sana za kukutana na watu wengi. Ulimwamini vipi ukahisi ndio mume wako sahihi? Unajua sisi wanawake, yani kuamini ni rahisi sana. Anaweza akaja mara leo amekuachia 10,000, kesho shilingi ngapi. Kwa hiyo unamwamini kutokana na vitu anavyovifanya. Ndio. Hivi mwanaume akikuachia hela hauoni kama anakuwa anakununua? Hilo wazo hapana, ila mimi ninachoangalia ni hela tu. Ndio, hilo wazo la kusema ananinunua sina. Okay. Kwa mara ya kwanza amekupa pesa, ulihisi ni mwanaume wa aina gani? Mimi nilihisi tu labda ni mwanaume tu kama wanaume wengine. Sikujua kama labda ana lengo lolote na mimi. Ndio. Ila alikutongoza vizuri tu. Kwa siku hiyo hakunitongoza. Lakini baada ya miezi mingapi hivi tulivyoendelea hivyo hivyo ndo akawa ananiambia. Japo mimi nilikuwa mgumu sana kumkubalia. Ndio. Kitu gani ulikuwa unahofia? Yaani kitu gani ambacho kilikuwa kinafanya uchelewe sana kumuelewa? Kilichokuwa kinanifanya mimi nichelewe kumwamini yeye kwa sababu wanaume ni waongo sana. Ndio, mwanaume anaweza akasema anakupenda lakini akawa hakupendi, anataka tu akuchezee. Kabla ya huyo mwanaume ambaye ulikutana naye, ukawa naye kwenye mahusiano na mpaka sasa hivi umeolewa, ulikuwa na mahusiano mengine nyuma? Hapana. Ulikuwa labda ushawahi kuwa na mpenzi, labda kufanya mapenzi? Hapana. Ulikuwa bika. Ndio. Ukisikia wanaume wabaya, najua Dar es Salaam ni jiji ambalo lina vitu vingi sana. Ukisikia wanaume wabaya na wewe ulikuwa hujawahi kufanya nao chochote, kitu gani ambacho kilikuwa kinakuja kwenye kichwa chako? Kilichokuwa kinanijia mimi kwa sababu wazazi wangu walikuwa wananiambia.
inakubidi ufanyaje, ujitunze. Usikurupuke sana kuwaamini wanaume haraka. Inabidi umchunguze kwanza huyo mwanaume. Ukishamchunguza, baada ya hapo ndo uangalie, je, anaweza akakusaidia kwenye maisha yako? Ndio. Okay. Kwa wewe kwa sababu anakupa pesa na nini uliamini anaweza kukusaidia kwenye maisha yako? Ndio, niliamini hivyo. Okay. Ilichukua muda gani mpaka kutangaza uchumba rasmi na kutaka kuoana? Imechukua muda gani? Nilichukua muda mrefu, karibia kama miaka miwili nahisi iliisha. Ndio. Kati ya hiyo miaka miwili ambayo ulikuwa naye kwenye uchumba, labda ulifanikiwa kudate naye, kufanya naye tendo la ndoa? Hapana, sikufanikiwa. Ndio. Nini? Alikuwa yeye hahitaji au wewe ulikuwa unahitaji, au ni kitu gani ambacho kilikuwa kinapelekea mpaka mnashindwa kufanya hivi? Mimi tu nilikuwa namkatalia, nilikuwa namwambia hivi, mpaka tufunge ndoa, nikupeleke kwanza kwa wazazi wetu, baada ya hapo tufunge ndoa, tuwe mume na mke halali. Ndio. Kwa hiyo ndoa mkaja mkafunga baada ya muda gani? Baada ya kama miaka mingapi, mitatu, maana nakumbuka nilikuwa na miaka 26 ndo tulikuja kufunga ndoa. Ndio. Ukiwa na bikira yako vile? Ndio. Mtazamaji, unaweza ukaona kama masiara, lakini nataka mwenye azungumzie. Ulikuwa hujawahi kabisa Nilikuwa sijawahi. bikira? Ndio, yani yeye ndo alikuwa mwanaume wa kwanza baada ya kunioa. Na ukiwa na miaka 26? Ndio. Aisee, ulijitunza sana. Kitu gani ambacho kilikupelekea ujitunze hivyo? Vishawishi vilikuwa hakuna? Ulikuwa ukutana na wanaume sahihi, au ni kitu gani ambacho kilikuwa kinakupelekea mpaka ujitunze hivi? Vishawishi vilikuwepo, lakini nilikuwa naheshimu sana kauli za wazazi. Ndio, kwa sababu wazazi walikuwa wanapinga sana, yani kukutana na mwanaume bila kumpeleka nyumbani wao wasimtambue. Walikuwa wanapinga sana hilo swala. Ndio maana nilikuwa yani nafanya juu chini nisikutane na mwanaume bila kumpeleka nyumbani kuwatambulisha wazazi wangu. Ndio. Miaka 26 ni miaka ambayo tayari ulikuwa umeshaweka vigezo vyako kwamba unataka mwanaume awe hivi na hivi na hivi na hivi. Ulikuwa unataka mwanaume ambaye atakuja kukutoa bikira, awe ni mwanaume wa aina gani? Awe tu ni mwanaume wa kawaida, lakini awe na upendo. Ndio, awe anajali kwa kila kitu. Hata yani kuna yale madhaifu mtu unakuwa nayo asiwe anayatangaza nje hivyo. Kwa mara ya kwanza mlichafua shuka? Kwa mara ya kwanza. Ndio. Ulijisikiaje siku hiyo, mwanaume ambaye anakuoa hujachezewa ndo anayekutoa bikira? Ulijisikiaje kwa nafsi yako? Mwanzo niliogopa sana, lakini yeye tu mwenyewe alianza kunibembeleza. Baada ya hapo Hapo lakini mimi ni kutoka kwenye kuoana sasa. kutoka kwenye kuoana, Yaani ninachotaka kufahamu kwamba hiyo ilitolewa kishakuwa upo kwenye ndoa tayari, au baada ya hiyo miaka minne tu hapo katikati kabla mjaoana ikatolewa? Ni muda gani ambao ilitolewa? ilikuja kutolewa tukiwa tumeshaoana. Ndio. Baada ya kuoana ndo tukafanya hicho kitu. Alikuwa anakuambia maneno gani kipindi chote ambacho alikuwa anakusubiri, kwamba hataki, hana hisia, hapendi, anakusubiri muoane? Ni maneno gani ambayo alikuwa anakuambia? Hata yeye pia alikuwa ananiambia hivi, sawa, kama wewe kweli unaheshimu kauli za wazazi wako, basi mimi nitafanyaje? Nitakusubiri. Nitakusubiri mpaka muda ambao unautaka wewe. Ukishafunga harusi, basi mimi nitafanya hivyo, nitakuwa mvumilivu. Ingetokea labda mpaka leo hujakutana na mwanaume yoyote, unataka kuniambia mpaka sasa ingekuwa bado hujafanya hivyo? Inategemeana. Ndio. Inategemeana na nini? Na maisha yenyewe ya sasa hivi yalivyo. Ungemtunukia tu hata muone. Ngumu sana. Kama hicho kitu hakipo kwenye akili yako, ni ngumu sana. Okay. Mwisho wa siku akafanikiwa kufanya hivyo. Ulilipokea vipi kwa mara ya kwanza unatolewa na nini? Ulilipokeaje? Nililipokea tu vizuri. Kwa sababu ni mwanaume ambaye nampenda. Kwa hiyo sikuona kasoro yoyote wala sikuona labda kitu chochote kibaya, hapana. Mimi nilipokea tu vizuri. Ndio. Ila kwa the way ambavyo alikufanyia
uliona yeye labda alishawahi kufanya au na yeye alikuwa kama wewe hajawahi kukutana na mwanamke yoyote? Kwa hilo sikutambua. Eh. Kama alishawahi kukutana na mwanamke au la, sikutambua. Ndio. Hivi nataka kufahamu, ukishakuwa umetolewa bikira hivyo, staili, namna ya kujikunja vizuri umridhishe mume wako, unakuwa unazijulia wapi au unafundishwa na nani? Zinakuja tu akilini ufanye hivi, umridhishe mume wako, zinakuja tu zenyewe au unakuta labda na yeye mwenyewe anajua, kwao anakuweka anavyotaka yeye. Ndio. Mtazamaji, ni story ambayo picha ndo linaanza na utaenda kuelewa mengi zaidi ambayo pengine ulikuwa hujawahi kuyafahamu. Unafahamu sehemu kunaitwa Kileleni? Ndio. Unakufahamu vipi ikiwa wewe sio mtaalamu? Au huyo mume wako bado alikwambia bwana hapa ndo kifo? Yaani ulifahamu vipi? Mimi nilifahamu hivi, mume wangu yeye mwenyewe. Maanake mimi akifanya akiniambia kweli mke wangu hapa nimeridhika, najua kabisa hapa amefika kweli kileleni. Na wewe? Na mimi pia nakuwa nimeridhika. Ndio. Kwa kumbe kuna kauli moja mtaani ambazo waga zinazungumzwa kwamba mwanamke akiwa anajua sana si lazima nifike kileleni wanakuwa labda ni malaya. Kumbe sio kweli. Mtu unaweza kuwa na mume wako mmoja na ukawa unaridhika vizuri kabisa na kuwa unafahamu vitu vyote. Ndio. Unakuwa unaridhika tu vizuri, labda tu wewe mwenyewe yaani uwe ushazoea hayo mambo kutoka nje, ndio hivyo unakuta mume wako labda unaona afanyaje hakuridhishi. Okay. Mtazamaji, ni mkasa ambao ukisikiliza kwa makini utaelewa ni kitu gani ambacho kinazungumzwa, utaelewa ni kitu gani ambacho kinamaanishwa. Kwa hiyo hakikisha unaendelea kusikiliza ili ujifunze mengine